Usimwache Mungu kwa sababu amekuinua. Usimwache Mungu kwa sababu amekukumbuka. Kuna watu ambao bado Mungu hajawakumbuka lakini wanabaki waaminifu kwake. Na kuna watu ambao Mungu amewabariki lakini wanabaki waaminifu kwake. Na kuna wale ambao tayari Mungu amewainua zaidi lakini wanabaki kumtegemea na kumtafuta kwa bidii. Basi wewe ni nani sasa ili kwamba na wewe usioneshe uaminifu wako mbele ya Mungu? Kwa sababu amekupenda, amekupendelea, amekupatia, amekuwezesha, amekutia nguvu. Baada ya hapo unaona ya kuwa Mungu hafai. Kumbuka, mtu anapopata ndio muda mzuri wa kumtukuza Mungu zaidi. Angalia Zakayo, alikuwa anacho. Sikusema Zakayo alimtafuta Yesu kwa sababu amuongezee burefu, ama Zakayo alimtafuta Yesu ili kwamba amupe ushuhuda nzuri, amfanyie publicity, ama Zakayo alimtafuta Yesu amuone tu na atosheke. Hapana. Zakayo alitamani msaada kutoka kwa Mungu ili kwamba naye Mungu amhesabu. Ingawaje amefanikiwa, ingawaje na kazi nzuri, lakini alihitaji Yesu maisha yake. Na wewe hata ndani ya kazi yako unahitaji Yesu. Hata ndani ya nyumba yako unahitaji Yesu. Sikusema kwa sababu Mungu amekupa ndoa na ndoa ndio lituma unalia kwa maombi kila siku, Mungu akakupa nayo, Mungu ukalia, Mungu akupe pesa, Mungu akakupa nayo, baadaye amekupa vyote, umemwacha. Ile ni ingratitude. Lazima uwe mwaminifu mbele za Mungu na kujua ya kuwa Mungu akikupatia na wewe ujue kumpatia. Kuna watu ambao wanatafuta nao neema ya kupendwa na Mungu ama ya kumsogelea Mungu, lakini haiwezekane kwao kwa sababu neema imewakataa na neno hii ama sauti hii hawaisiki. Lakini leo Mungu amekusaidia na wewe umesikia hii. Mungu akusaidie, akupe neema, na kuombea muujiza, na kuombea amani, na kuombea neema, na kuombea maisha ya wokovu. Mungu akuokoe wewe na familia yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen.